na huu ni uzima wa milele, wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulituma. Mimi nimekutukuza katika dunia, kazi ile ambayo ulinipa nifanye nimeimaliza. Na sasa unitukuze Baba pamoja nawe mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe mbele ya kuwa dunia. Nilionyesha jina lako kwa watu wale ambao ulinipa katika dunia, walikuwa wako na ulinipa, nao wameshika neno lako. Sasa wamejua kwamba maneno yote ambayo ulinipa yalitoka kwako, kwa sababu maneno ulionipa nimewapa wao, nao waliyapokea, wakujue kweli ya kama nilitoka kwako, wakaamini ndiwe ambaye ulinituma. Ishia pale. Hapa wanasema wale ulionipatia nimewashuhudisha ukweli wa jina lako, yaani neno lako. Manake hakuna mtu anaweza tafuta Mungu isipokuwa alimuitaka. Hakuna mtu anaweza omba isipokuwa Mungu alimjuaka. Mtu anaweza pata kajaribu magumu fulani, matatizo fulani, akose mie niliji tafutiaka Mungu akunijua. Mungu hakuniitaka. Hapana, ni langaji ya udhaifu tu ya kulingana na gumu fulani. Anakwambia ulionipa, manake kama uko wa Mungu na Mungu ni wako, majaribu hayana budi kutokea. Inaweza tokea njia moja au njia nyingine, na unaweza pata majaribu gumu fulani. Haituambie Mungu amekutupa. Majaribu haituambie Mungu amekuacha. Majaribu haituambie Mungu amekusahau. Ili kwa kalangaji ya taifa la Mungu la wana wa Israeli, Mungu akaambia nabii Isaya, mama anaweza akasahau mtoto wake aliyemzaa, asimhurumie, aseme hapana, haiwezekani Bwana, unajua. Tena na mpoze nyingine kestio, mama anaweza akaacha na kutupa mbali mtoto aliyemnyonyesha kifua yake, asimuonee huruma, akasema Bwana, si unajua jinsi haiwezekani. Mungu akamjibia nini? Ninakwambia mzazi anaweza akaacha mtoto aliyemzaa, lakini mimi Bwana siwezi waacha wala kuwatupa, sababu ulinzi wenu iko mikono yangu daima. Amen. Haleluya. Maisha yako kama unaishi ni juu Mungu anapenda uishi. Kama unaishi ni juu mbingu zinakuchunga na kukujua. Kuna wenye wataki uishi. Wengine kanalamuka juu ya nini? Watakuendea fasi mubaya. Wanasema leo tutasikia pale habari ya kilio. Uko naimba kwaya nyimbo za vitabu, hasinimeangaliaka. Kanenda kwa mfumu wa kutushinda sie. Hawe kama ni Yesu mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, munategemeaka ndio anakuteteaka na watesi wako. Hawezi kuja kwa Kristo na kukujuaka. Hawezi kuja kwake na hakuhesabu haki. Hapana. Anakuambia kama alikujuaka, akakuita, akakuhesabu haki na akakutakasa kupitia neno lake. Kama dunia ilipendaka Yesu ndio itakupenda. Kama ilimkaribishaka ndio itakukaribisha. Kama ilimtupiaka mawe na ushingwelele. Yeye ndio lidere wetu mkubwa, mturajia pia yeye. Maneno yake mengi kubwa wanatuambia nini? Saa imefika. Tukuza mwana wako ili mwana wako naye afanye nini? Akutukuze. Ni kifo ya msalaba na kumfufua katikati ya wafu. Anakwambia nini? Anapenda arudilie utukufu aliokuwa nao kabla ya misingi ya ulimwengu hujawekwa bado. Endelea. Ninaompea, siompei dunia, lakini hawa ambao ulinipa, kwa sababu wao ni wako, na wote walio wangu ni wako. Aseme lengo kubwa yana kuombea tu, imani yako isitikisike, isiyumbe, isikuwe unababaika. Ni mwema kusudi yake kukuita na kuombea, na nakuchunga, na nakupigania, na nakujali sawa vile mtoto wake, nawe umheshimu sawa vile baba. Amen. Endelea. Na walio wako ni wangu. Na walio wako ni wangu, ila nami nimetukuzwa ndani yao. Nami nimetukuzwa ndani yao.
nami si tena katika dunia, lakini hawa ni katika dunia. Mie siko tena katika dunia. Huko unaona mwenye iko dunia anakuambia haiko tena katika dunia, lakini wao wako wapi? Katika dunia. Maana alikuwa iko dunia na iko deja mguvernema yake yengine, naisha una authenticite kwenye iko anaenda. Amen. Amen. Na ndio maana wanakuambia kule kwenye aliendaka na sije kwenye anatungoe. Anasema hatuko wenyeji wa hii dunia, tuko wasafiri tena wapitaji. Tuko wasafiri tena wapitaji. Kama dunia tungelikuwa dunia, anasema dunia ingaliwapenda. Sio Kiswahili ni penda. Ndio maana anasema nyie ni chumvi, ninyi ni nuru ya mataifa. Ndio maana siku kanisa inaenda, yaani bibi harusi ya Kristo, ile nuru inaenda, dunia inabakia mugiza ya kiroho. Na ndio wanakuambia watu watatangatanga kutoka mashariki kwenda magharibi, kaskazini kwenda kusini, watakuwa na njaa na kiu, si kiu ya maji, si njaa ya chakula, bali ya kukosa nini? Maneno ya Mungu. Ile nuru imeenda. Haleluya. Amen. Kikubwa kenye Mungu anakumbua yako ni kutembea kulingana na mapenzi yake. Sema niulize mapenzi yake ni nini? Kesho kwa roho yako pa. Mapenzi yake ni nini kwako? Ni kufanya kenye kitampendeza. Unaishi jinsi yeye anataka. Tusome 8:21 ya Mezali na kuendelea, msomaji. Mezali sura 8:21 yake inasema hivi. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Ili nirithishe mali wale ambao wananipenda na nipate kujaza hazina zao. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, mbele ya kazi zake za zamani. Nimesimamishwa tangu milele, tangu mwanzo, wakati dunia isipokuwa bado. Wakati visipokuwa vilindi nilizaliwa, wakati zisipokuwa chemchemi zinazojaa maji, wakati milima isipowekwa bado, mbele ya vilima nilizaliwa. Hapa anakuambia kule kwenye iko napenda arudie, avende kifa msalaba, tukuza mwana wako ili mwana wako naye akutukuze wewe. Mungu kumtukuza ni kurudia kwa ile authenticity. Anakuambia yeye alikuwaka kabla mbingu na dunia haijaumbwa bado, na milima haijazaliwa, na bahari hayakuwepo. Ndio kule kwenye alikuwa anataka fanya namna gani? Arudie mwile authenticity, mwile gloire. Lengo kubwa ni nini? Misio yake imeisha. Hii ndio inapigana kwa ndugu wetu Waislamu. Aseme Yesu hawezi kuwa mwana, alikuwa katu nabii. Habari za roho hapana. Roho wanaotanganyaka Roho Mtakatifu. Lakini chemba wasema iko zanga koyeba, iko probleme. Amen. Kila dini ikiwa nje ya Kristo ni pepo. Hakuna uzima. Anakuambia hakuna jina lingine tulilopewa hapa chini ya jua ili tuweze kuokolewa nalo isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Yesu kuna majina mbalimbali kutokana na kisi Mungu alikuwa na inspira wanabii mbalimbali, na kila jina ilikuwa na utukufu yake. Linatumika mumanjia mbalimbali. Iko nguvu useme ukwe Mwokozi na kufufukaka. Iko nguvu ukwe Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Si tuko naye kiroho, tuko naye katikati yetu, si ni vile? Vrai Emmanuel ni ule mwenye anakulaka na watoto yake. Sasa alikulaka na mitume. Sasa kule wakati utoro wa miaka 1000 ndio atakuwa veritable Emmanuel, anakula na anakunywa. Atakuwa mfalme wa falme sangapi? Ni wakati hakuna zingine falme, kisha vita ya Gogi na Magogi na Armagedoni. Falme zote za ulimwengu haziko tena, ufalme yake peke yake ndio inasalia, na ndio anakuwa le roi de Seigneur de Seigneur. Amen. Ile inakuwa na mafundisho ya 4e episode ya Apocalypse ile. Haiko pale ndio kwenye tuko meki kubwa. Anapenda rudilia utukufu
Manake mpango ya wewe kukujua, kukufanya kuwa Mkristo, kumuomba, kutumika, jua, mwezi, nyota vinavyoonekana na visivyoonekana vilikuwa na fichama kule kabla kila kitu hakijakuwa. Na ndio maana sijui ni kama ni Dimashi tukagusia kusema sio ile misumari 3 ndio ilimkuruwaka pale kukura Golgotha. Hapana, yakada zile zenye lenza kujitoa sadaka kabla. Kwa sababu gani? Alionaka mbingu yenye itaumbiwaka na dunia itakuwa kreje na wanadamu. Kuna ndio watakoseaka ibe yakajitoa sadaka. Na njoo ni 3 clues zenye alikuweka nazo wenye walikuwa na kuwaka na ufunuo walikuwa nazipataka na wanaandika vitabu, na ndio tuko tunazungumzia hayo hapa. Amen. Amen. Kikubwa kenye Mungu anataka tuambia ni nini? Inabidi ujue valere ya Ukristo yako. Mtu anatoa uzima wake kwa ajili yako wewe uko nani? Anajitoa, anakufa juu upate uzima, anapigwa juu uweze kupona. Anakutafuta au kumpendaka, hatukupendaka Mungu. Hakuna mwanadamu alipendaka Mungu. Ni Mungu tu ndiye anajedrese kwa wanadamu. Mimi na Wayahudi wenyewe hawakutafutaka Mungu, ni Mungu ndiye alijedrese tu kwa baba wa imani Abraham. Na ukachunguza maisha yake, ilikuwa ya bihali ya kuabudu miungu sawa baba yake. Mena mbali na ile, na ukapiga picha ya mjamaa yako kwenye unatoka, utakwazika. Haleluya. Ukapiga picha kule kwenye unatoka, ukifika hapo unakiangalia, na mimi natoka mwa jamaa za michoko na mihali. Mungu angeliwawaka juu mabaya yao. Alijua kama ile linye kutatokeaka mtu mwenye atakuwa eshantio ya wenyewe wataliitaka jina la Kristo, ndio wewe ule yeye kisi tuko hapa. Amen. Na njoo maana lengo kubwa ufanye kile kitampendeza Mungu. Amen. Akasema napenda rudie mwile authenticity. Njoo watu wengi katikati yetu walishakapoteza authenticity, busole ya maisha yao ya Ukristo. Wakati anafuata Mungu, Baba nitakuwa mwaminifu mpaka kufa, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Hapo mwaka moja mbili, Baba mimi nimechoka. Naziri ulitia na Mungu, ulikuwa nasema tu mkusema mbingu zinaandika vema. Wengi washakapoteza busole ya roho yao, authenticity. Haleluya. Amen. Wengi walikuwa naombaka kufunga tena kuomba inakuwa vita kwa leo. Wengi walikuwa na karama ya upendo ulishakaenda konje. Tukaenda kuimani hata plito. Haleluya. Amen. Sijui Biblia inatuambia upendo, mtu kutoka authenticity yake, muovu anapataka nafasi. Upendo itapoa, imani itapunguka. Utatumikia Mungu kisi unataka, pale kisi Mungu anataka, kisha unashipigia mikono unasema haleluya kwa Mungu wa watu. Amen. Amen. Na Mungu yuko anakuangalia, anakuangalia tu. Unaweza fanya kenye utaweza kufanya. Unaweza pata kenye unaweza kupata. Pale mbele kuna kwa takutilia mpaka urudie ku origine kwa authenticity. Haleluya. Amen. Naye akasema nimemaliza, akapenda rudie. Na njoo maana pale ku msalaba ya Golgotha ukakuwaka giza ya tangu saa 6 za mchana hadi saa ngapi? Hadi saa 9, wengine wataniambia 19 hapa. Hadi saa 9 za jioni. Ile authenticity ikarevenir. Pale kulikuwa kama maneno mingi. Bana tutaye tu hapa tetemeko la inchi, pazia la hekalu. Akavuvuka na venye walikufaka maneno mingi ilipitika pale. Amen. Amen. Na ukaniambia sasa ile maneno mingi siuiseme, siuoke mwele wakati. Mengi kubwa kuma neno mingi lipitika pale. Tuzungumzie kwa siku Mungu anatupatia muda. Amen. Mengi kubwa. Uangalie valera ya mwenye alikuitaka. Uangalie engagement yako ya mwanzo wewe na Mungu. Usipige makore sana, unaimba sana, kumbe ushaacha ile authenticity yako ya wito wakati Mungu alikuitaka. Haleluya. Amen. Na wakati mtu anaenda kana derae
Imbweha inapataka nafasi. Biblia inasema wa ila ufalme hakutaingia chochote kilicho kinyongo, wala waabudu sanamu, wala waongo, bali ni wale waliofanya mapenzi ya Mungu, waliandikwa katika kitabu cha uzima. Na kama basi jina lako iko kitabu ya uzima, unachunga ile siku ifike. Mwaka ka parcours ka kutoka muokovu na kwenda fikire uzima. Hapa kuna kuwaka vita. Mwingine vita ni ya maisha. Mwingine kazi haiende sawa. Mwingine vita sijui. Kila mtu iko na sababu zake. Mungu Mungu hakukwake sababu moja wala ingine. Haleluya. Nasema tu Baba, niko tayari, unishike mkono na unitie nguvu. Basi na unakata hatua. Wauvria serikali wanakuwa na koja Daniel, si ni vile kumwaka, wengine na kuwaka emwa, wengine emwa renforcer, wengine makarante juu. Mema anakuambia wewe ubaki mwaminifu mpaka siku gani? Kufa. Mpaka siku gani? Kufa. Kisha taongeza nini? Taji ya uzima. Hapa kuna zaidi akili na hekima. Wakisha kuambia kuwa mwaminifu. Mwaminifu gani? Mpaka kufa, kifo itavene lobby. Tuko tu na vimo ya mihali na michoko tunaishi ndani. Hii uaminifu mpaka kufa, taji ya uzima. Hapa ni kitu kadogo kanaficha maneno mingi sana. Amen. Haleluya. Kanaficha maneno mingi. Mwanga kamwendo uaminifu mpaka kufa. Ukaendelea kusoma unasema watatuba baadhi yenu kifungoni. Si vile siku 10, lakini kwa uaminifu mpaka kufa. Hii siku 10 iko inakoka munjia moyo wala njia nyingine. Daniel alifunga 10 jours. Hii 10 jours ya Daniel haiko ndio 10 jours ya Biblia inatai. Hii 10 jours ya Apocalypse inatai. Ilikuwa badiza empereur wa Rome. Wabaya ndio 10 jours, 10 personnes. Kuanzia ku Nero, Constantin na kuendelea, manake mula 64 après Christ mpaka 313 après Christ. Ndio 10 jours ile yenye Mungu anaona. Unaona? Mungu anatesa kanisa la Mungu. Kisha akaambia uko mwaminifu mpaka kufa. Hii 10 jours haiko ya 64 mpaka 312 313. Ni hii mwendo ya Ukristo ya kupendeza Mungu. Kazi haiende sawa. Unataka omba Mungu, mwovu naye sema mimi niko hapa. Hapa kaka mwendo. Bwana kumweo kwa mwaminifu. Sema amen. Amen. Mwingine akakuwa mwaminifu jamani na msimami. Mwingine akataka kuwa mwaminifu. Pamoja na hii yote kenye Mungu anatumboa yako ni kumpendeza. Tunaenda kwa kitabu cha Zaburi 19 na mstari ya kwanza, msomaji. Zaburi 19:90. Tunasoma mstari wake ya kwanza. Inasema hivi, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, wewe umekuwa makao yetu kizazi kwa kizazi. Bwana ni makao yetu kizazi hadi kizazi. Kizazi kimoja cha kupita na kengine kenye kiko na kenye kitakuja, de generation generation. Mungu ndio tegemeo letu. Yeye ndiye anakuwa makao yetu. Maana yake nje ya Mungu wadini ni problem. Nje ya Mungu ni matatizo. Ukakuwa na matatizo, ukakuwa na shida na uko Mungu,